Wafalme wa kwanza sura ya 4 mstari wa 22 hadi 23. Neno linasema, na vyakula vya Sulemani vya siku moja vilikuwa kori na ng'ombe 10 walionona na ng'ombe 20 za malisho na kondoo 100 pamoja na ayala na paa na kurungu na kuku walionona. Kori maana yake ni pipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba kori Sulemani, vyakula vya Sulemani vya siku moja vilikuwa kori. Kwa hiyo chakula chake ni cha ajabu. Ng'ombe hao wewe unawala pamoja na utajiri wako. Kwa hiyo huyu Sulemani alikuwa tajiri ambaye mpaka sasa huwezi ukamfikia, lakini bado alimtumikia Mungu. Hebu sasa, mpendwa wangu unayenisikiliza na unayenitazama, badilika umtumikie Yesu. Kwenye utajiri wako ujipatie furaha kubwa. Hapa kuna watu wanaweza akafikiri kwamba anapookoka utajiri wako unaisha. Utajiri wako utaendelea. Hata kama ulikuwa ni utajiri wa mikataba. Unajua kuna mikataba sasa hivi. Naona kwenye mitandao. Na watu ambao nilikuwa nasikia kwenye mitandao na waangalia wanajitangaza kwamba wanatajirisha watu nini, vitu vile wanatoa kafara na mambo gani. Na viona kwenye nani. Pamoja hata kama upo kwenye mikataba ya hivyo, lakini siku ya leo Bwana anahitaji akutoe huko uingie patakatifu pake, hata ukifa upate uzima wa milele. Huyu tunaona tajiri, ukisha kuokoka ukamwamini Yesu, utakuwa mtumishi mzuri wa Yesu. Tunaangalia hata Yesu mwenyewe alikuwa na wanafunzi wake, walikuwemo matajiri. Tunamuona Yusufu Arimataya, alikuwa tajiri mkubwa. Ndiye aliweza kuomba mwili wake Yesu pale Yesu anakufa pale msalabani, akauzika kwenye kaburi la kisasa kama hivi leo la kisasa ambalo watu wanazika. Na yeye alikuwa tajiri, lakini alimtumikia Yesu. Alikuwa mwanafunzi wake. Pendwa wangu unayenitazama na unayenisikiliza, badilika usifanane na tajiri huyu. Sasa kama wewe mwenyewe kipindi hicho huyo baba anaomba Ibrahimu angalau atoke mtu aliyekufa huko aenda awaambie wasije wakamkuta huko aliko. Tayari sasa mimi ndo nimefika. Bwana asifiwe sana. Bwana amenitengeneza. Kwa maana katika ushuhuda wangu nilisha kuambia kwamba tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka jana nilikufa na kufuka. Na Yesu akanirudisha tena duniani. Kanipa kibali hiki cha kukuhubiria Injili dunia nzima na kukuambia yote niliyoona mbinguni. Naye kanipa miaka ya kuishi duniani kwa kazi hii. Ndio maana utaniona miaka yote. Na ameniongezea miaka ya kuishi duniani. Miaka 125 ambayo nitaishi chini ya jua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tajiri wangu unayenisikia, badilikeni, usije ukateseka, usije ukatabika, ukafanana na mtumishi huyu. Yesu wetu asifiwe sana. Tunaona katika mistari ya ujumbe wetu wa leo ni mistari 12. Lakini tunaangalia mistari 12 yote, mistari 9 inamnena huyo tajiri. Kwa maana hiyo ujumbe huu ni wako wewe tajiri. Naona watu wengi wametabika. Leo kama Mungu angeliweka kwamba mtu aliyekufa muwe mnawasiliana, ungempigia simu huyo aliyekufa tajiri mwenzako, rafiki yako, akakwambia mateso hayapatayo, leo ungekuwa unamwamini Yesu. Nami kwa kibali hicho, Mungu amenipa kibali hichi ni kuambia habari hizi njema. Mkubali Yesu, usije ukateseka kama huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtumishi wa Mungu
Lazaro, kwa kuwa yeye pamoja na umaskini wake alijitunza, ndio maana akawa katika kifua cha Ibrahimu. Msikilizaji wangu, haijalishi utajiri wako huo ulio nao ni wa mikataba. Mimi hiyo kazi Mungu amenipa, ukisoma huu ujumbe, ukikubali hapo ulipo, mikataba yako haitaharibika. Mpokee Yesu, nami nitakuombea. Katika kukuombea, utajiri wako hautapotea wala hautaondoka, kwa sababu wapo watu wengine utajiri wao ni wa mikataba, na wengine wanakufa hata miaka 5, wengine miaka 10 kwa sababu ya mikataba. Sasa hebu kwa neno hili, mpaka ulishasema ningepata mtu wa kunisaidia nikapata kuokoka. Sasa leo habari hizi nimekupa. Hata huko dunia nzima ulipo, kuna wachungaji, kuna watumishi wa Mungu, kuna maaskofu. Nenda kwao, watakuombea. Utajiri wako utabaki nao, fedha hizo hazitakuacha, utaendelea kuwa nazo. Na mimi hapa nitakupa simu yangu, kama kuna kitu ambacho kinakusumbua nitakuombea, pesa utabaki nayo. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengine mpaka hivi leo anaona kwamba akiokoka utajiri wake unatoka. Hautoki, hautakuacha. Yesu ni mwenye fedha na dhahabu. Maana namuona Yesu, neno la Mungu Hagai sura ya 7 mstari wa 8, neno linasema fedha na dhahabu ziko mikononi mwake, ziko mikononi mwa Mungu. Haijalishi umeteseka kiasi gani, pamoja na utajiri wako, wewe una anasa kama za huyu baba, lakini leo huyu Mungu amenituma kwako. Mwamini Yesu na Yesu atakusaidia. Yawezekana hujajua mimi ni wa wapi. Mimi ni mtu wa Tanzania. Rais wangu ni Samia Suluhu Hassan, ndio rais wangu. Na mimi naishi mkoa wa Kagera, wilaya ya Kyerwa, kata ya Nyakatuntu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kibali hicho, Yesu amenipa kibali hicho, niwahubirie injili, habari njema dunia nzima. Leo naongea na wewe tajiri. Leo naongea na wewe, usijidharau jinsi ulivyo. Wewe ni tajiri. Hata Mungu anachokihitaji ni utakatifu. Nafikiri hata huyu tajiri alikuwa na dini kama hivi leo ulivyo na dini yako. Dini yako ni nzuri, lakini Biblia inaniambia dini haitakufikisha mbinguni. Kitakachokufikisha mbinguni ni utakatifu. Au vyeo, kuitwa mchungaji, askofu, sijui nani. Kama wewe ndani yako hakuna utakatifu, hauzishiki amri za Mungu, hauendi katika mapenzi ya Mungu, mbinguni hauingii. Sehemu yako ni kule kwenye moto ulao ambao ulimpata huyu tajiri. Basi kabla hujakupata, mimi nimekuletea habari hizi njema. Na mimi ninafurahi ninapoona umeokoka na injili ya Mungu inaendelea. Na katika utajiri wako huo, unapokuwa umeokoka, injili ya Bwana inapata kibali kupitia wewe, utajiri wako, kama vile mwanzoni ambavyo nimesema. Maana makanisa yanajengwa, vyombo vya injili vinapata kununuliwa kupitia utajiri wako, kama tunavyomuona Yusufu ambavyo alimzika Yesu kwenye kaburi zuri la kisasa kama hivi leo la kisasa ambalo matajiri wanazikwa, watu wanazikwa, na Yesu alizikwa kwenye kaburi hilo zuri. Ni kwa sababu ya huyo tajiri Yusufu Alimataya. Na wewe haujachelewa, mtumishi wa Mungu. Hebu angalia matajiri wenzako ambao wameisha kufa mpaka hivi leo. Wengine sijui, yawezekana wapo wako wanateseka. Duniani walikula raha kama huyu, lakini leo yawezekana wapo kwenye mateso. Basi ndio maana nakuletea hii habari njema. Mwamini Yesu ukaokoke, ukapate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona hata huyu mtumishi wa Mungu Sulemani, Mhubiri sura ya 5 mstari wa 10 hadi wa 11. Pamoja na utajiri wake, baada ya kuoa wake wengi, alioa wake wengi, akaanza kuabudu miungu, akaacha utakatifu, akaabudu miungu.
Mungu alimchukia. Alimchukia. Unaposoma maneno hayo, Mungu akamchukia kabisa. Hakupenda tena afanye kazi yake baada ya kumchukiza. Na wewe tajiri, inawezekana ulikuwa umeanza vizuri kwenye dini yako, lakini hivi leo umekwisha kufanana hata kama Sulemani huyu. Lakini Sulemani naye mbele alifika akatubu, akamrudia Mungu. Lakini pamoja na hayo yote akasema, pamoja na huo utajiri na mali zote na kula vyote ni ubatili mtupu. Na Mungu Sulemani alimuweka makusudi ili mimi na wewe ambao tutatajirika chini ya jua tusije tukajidai, bali tujue kwamba yupo Mungu ambaye anatupa utajiri, ambaye anapaswa kuabudiwa na kutukuzwa. Kwa utajiri wako huo bado tunautaka, na bado Mungu anakutegemea wewe kumtumikia kwa mali zako na kwa nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi msikilizaji wangu, nikupe namba zangu za simu. Kama neno hili utalisoma vizuri na limekuingia, ukamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mimi kupitia hizi namba nitakuombea. Kama kuna tatizo ambalo linakusumbua, nitakuombea. Maana nimejaribu kuongea na watu wengi sana. Kuna matajiri leo, sawa, ni matajiri, lakini mpaka hivi leo hawalali nyumbani.